Luis, unaamini Mungu yupo? Mungu yupo. Mungu akikuangalia sasa hivi anakufurahia au amekukasirikia kidogo? Ananifurahia. Aha, sawa. Sasa nataka nikupe kamtihani kadogo hivi kwamba ili kusudi unaamini kuna jehanamu na mbinguni? Jana ipo. Aha. Wewe siku yako ikifika Luis, utakwenda wapi? Mbinguni. Aha, sawa. Sasa nikuuliza kaswali kadogo ili kusudi uweze kujua, kwa sababu haya maisha ya Luis, leo tupo, kesho hatupo. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Nazifahamu. Unaweza ukanitajia moja? Hapo. Sawa. Si unajua kusema uongo ni dhambi? Uongo dhambi. Toka umezaliwa Luis mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Uongo mara kibao nimesema. Amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake, hata kama ni kalamu? Nimechukua. Sawa. Na anayechukua visivyo vyake anaitwa? Sio pesa Mungu. Anaitwa mwizi. Amri ya 7 inasema hivi, usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke wa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke wa kumtamani? Sijawahi kumwangalia. Sijawahi kumwangalia. Mara ya mwisho kuangalia picha za ngono ilikuwa lini? Muda sana, si ndio? Hivyo ulivyoangalia ulitamani. Umewahi kuapa? Haujawahi kusema haki ya? Umewahi kumchukia mtu? Sijawahi kumchukia mtu. Haujawahi kumchukia mtu. Umewahi kukasirika? Kukasirika sasa unapomkasirikia mtu, Biblia inasema kwamba hilo ni kosa. Sasa Luis, mimi sikuhukumu, lakini wewe mwenyewe umekiri kwamba ni muongo. Kwa hiyo Mungu akikuhukumu sasa hivi Luis, utaenda mbinguni au jehanamu? Nitaenda mbinguni. Biblia inasema hivi, waongo, walevi, wazinzi, waasherati, watukanaji, wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende jehanamu? Sijajua. Umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani? Sijakusikia. Yesu alikufa msalabani ili kusudi sisi tupate uokovu. Ili kusudi usiende jehanamu, ili usiende huko, unatakiwa kutubu dhambi zako na kisha kumpa Yesu maisha yako. Kwa maana nyingine, kuokoka.